Kito alikuwa kijana ambaye maisha yake hayakuwa na msisimko mwingi katika kijiji cha Mlima Mweusi. Siku zake zilienda kwa kasi ya kawaida. Kati ya kazi za shamba na mazungumzo mepesi na wazee kwenye kivuli cha mti wa mnazi. Lakini ndani yake kulikuwa na kiu isiyozimika ya kujua yaliyojificha, hasa pale ambapo wengine waliogopa kuangalia. Hivi karibuni, uvumi ulikuwa umeenea kama moto wa nyika kuhusu bonde lililokuwa limejificha upande wa pili wa mlima. Waliita bonde la kivuli. Hakuna mtu aliyekuwa na uhakika kwa nini liliitwa hivyo. Wengine walisema ni kwa sababu ya ukungu mzito uliokuwa ukining'inia huko karibu kila wakati, huku wengine wakisisitiza kuwa ni kivuli cha roho mbaya iliyokuwa inakaa kwenye nyumba iliyoachwa katikati ya bonde hilo. Nyumba yenyewe ilikuwa imesimama pale kwa miongo mingi, ikichoka na hali ya hewa na kupuuzwa. Ilikuwa na ghorofa 2 na paa lake lilikuwa limeanza kuanguka sehemu zingine. Madirisha yake yalikuwa kama macho yaliyotobolewa, yakitazama kwenye ulimwengu usiojali. Wavu wa mimea iliyojipanda ilikuwa imeanza kuifunika kama sanda ya kijani kibichi. Wazee wa kijiji walionya vikali dhidi ya kukaribia bonde hilo. Walisimulia hadithi za watu waliopotea na kamwe hawakuonekana tena, sauti za ajabu zikisikika usiku, na hisia ya kuwepo kwa kitu kibaya ambacho kingeweza kukufanya uwe mwendawazimu kwa hofu. Lakini kwa Kito, badala ya hofu, hadithi hizo zilizaa udadisi mkubwa. Alihisi kama siri kubwa inangoja kufichuliwa, na alikuwa na azma ya kuwa mtu wa kwanza kuijua. Kulikuwa na sababu nyingine pia. Kito alikuwa akihisi amekwama. Maisha yake yalikuwa yanajirudia kama mzunguko usioisha. Kwenda kwenye bonde la kivuli, kwa hatari zake zote, ilionekana kama nafasi ya kujisikia hai, kukabiliana na kitu kikubwa kuliko yeye mwenyewe. Siku moja, alfajiri na mapema, kabla watu wengi hawajaamka, Kito alijiandaa kwa safari yake. Alichukua mkate, chupa ya maji na tochi yake chakavu. Aliangalia nyuma kuelekea kijiji kilichokuwa kimeanza kuchomoza kwenye mwanga wa asubuhi. Kisha akageuka na kuelekea kwenye njia iliyoelekea kwenye bonde la kivuli, akijua kuwa huenda akawa harudi kama alivyoondoka. Njia iliyoelekea kwenye bonde la kivuli ilikuwa tofauti na njia zozote ambazo Kito alikuwa amewahi kupita. Ilianza kama njia nyembamba iliyopita katikati ya miti mirefu iliyosongamana, ambapo mwanga wa jua ulikuwa na shida kupenya. Kadiri alivyokuwa akienda mbele, miti ilianza kuwa na gome lililopotoka na matawi yaliyochongoka kama mifupa. Kulikuwa na ukimya wa ajabu, hakuna ndege waliokuwa wanaimba, hakuna wadudu waliokuwa wanavuma. Ni kama kwamba uhai wote ulikuwa umeukimbia eneo hilo. Baada ya muda, njia ilianza kushuka kwa kasi, na Kito alijikuta akishuka kwenye bonde halisi. Ukungu mwembamba ulianza kuonekana, ukining'inia kati ya miti na kufanya kila kitu kuonekana kisicho halisi na cha kutisha. Harufu ya unyevu na udongo iliyozada ilikuwa nzito hewani. Alipokuwa akisonga mbele, Kito alianza kusikia sauti za ajabu. Mara ilikuwa kama kuugua kwa mbali, mara ilikuwa kama msukumo wa majani usioeleweka. Alisimama mara kadhaa akisikiliza kwa makini, lakini hakuweza kubaini zilikuwa zinatoka wapi. Hisia ya kuwa peke yake ilianza kufifia, nafasi yake ikichukuliwa na hisia inayokuwa ya kuwepo kwa kitu kingine, kitu kilichokuwa kinamwangalia kutoka kwenye vivuli. Hatimaye, kupitia ukungu, alianza kuona umbo la nyumba. Ilikuwa imesimama juu ya kilima kidogo, ikiwa imezungukwa na miti iliyokufa na mimea iliyojipanda kwa wingi. Ilionekana kubwa na mbaya zaidi kuliko alivyokuwa ameiona akilini mwake. Paa lilikuwa limebomoka sehemu nyingi, na madirisha yalikuwa meusi kama mashimo yasiyo na mwisho. Kito alisita kwa muda. Hofu ilianza kujaribu kumshinda ujasiri wake, lakini udadisi wake ulikuwa na nguvu zaidi. Alishika tochi yake kwa nguvu na kuanza kukaribia nyumba ile kwenye bonde la kivuli, akijua kuwa kila hatua aliyokuwa anapiga ilikuwa inampeleka kwenye siri ambayo huenda alitamani asingeijua kamwe. Kwa moyo unaodunda kwa nguvu, Kito alikaribia mlango mkuu wa nyumba. Ulikuwa umeoza na kupasuka, ukining'inia kwa bawaba moja iliyokuwa inalia kwa upepo mdogo uliokuwa unavuma. Alisukuma kwa upole, na mlango ulifunguka kwa sauti ya kusikitisha, ikionekana kulalamika kwa kuingiliwa. Ndani, giza lilikuwa zito na lenye unyevunyevu. Harufu ya vumbi, mbao zilizozeeka na kitu kingine kisichoeleweka ilimjaa pua. Kito aliwasha tochi yake, na mwanga hafifu ukaanza kucheza kwenye kuta zilizokuwa zimefunikwa na utando wa buibui na mabaki ya karatasi zilizokuwa zimebandikwa zamani. Sebule ilikuwa kubwa na tupu. Samani zote zilikuwa zimeharibiwa au zimepotea, isipokuwa kiti kimoja kilichokuwa kimepinduka kwenye kona na meza ndogo iliyokuwa imevunjika mguu. Kulikuwa na alama za miguu kwenye vumbi sakafuni, lakini zilikuwa zimefutika na haikuwezekana kujua zilikuwa za lini au za nani. Kito alianza kuchunguza kwa tahadhari, akielekeza mwanga wa tochi yake kila mahali. Alipita kwenye korido refu na yenye giza,
ambapo kila hatua yake ilisikika kwa nguvu kwenye ukimya. Aliona milango mingine iliyokuwa imefungwa au wazi kwa sehemu. Alipojaribu kufungua moja ya milango iliyofungwa, iligoma, kama kwamba kuna kitu kilikuwa kinaizuia kutoka ndani. Ghafla, alisikia sauti. Ilikuwa ni mlio mdogo, kama panya akipita haraka, lakini kwa namna fulani ilisikika kuwa ya ajabu zaidi. Alisimama tuli, akisikiliza kwa makini, lakini sauti haikurudiwa. Akiwa anazidi kuingia ndani, hisia ya kuwa peke yake ilianza kupotea tena. Ilionekana kama kuna macho mengi yanamtazama kutoka kwenye giza. Vivuli vilikuwa vinasonga kwa njia isiyo ya kawaida, na hewa ilikuwa nzito kama kwamba kuna kitu kibaya kilikuwa kimejaa ndani ya nyumba hiyo kwa muda mrefu. Alipofika kwenye ngazi iliyokuwa inaelekea ghorofa ya juu, ilionekana kuwa imeoza sana na si salama kuipanda. Lakini udadisi wake ulimshinda tena. Alianza kupanda kwa tahadhari, akishika kwa nguvu sehemu zilizokuwa zinaonekana imara, huku mbao zikilia chini ya uzito wake kwa sauti za kutisha. Ngazi ilikuwa inalia na kutikisika kwa kila hatua ambayo Kito alipiga. Ilionekana kama ingeweza kuporomoka wakati wowote. Lakini hatimaye aliweza kufika kwenye ghorofa ya juu. Hapa, giza lilikuwa limezidi kuwa nene na harufu ya unyevu ilikuwa kali zaidi. Ghorofa ya juu ilikuwa na vyumba vichache vilivyounganishwa na korido nyingine fupi. Milango mingi ilikuwa imefungwa, lakini moja ilikuwa wazi kwa sehemu, na mwanga hafifu wa mwezi uliokuwa unaingia kupitia dirisha lililovunjika ulikuwa unaonyesha sehemu ya ndani. Kito alikaribia chumba hicho kwa tahadhari. Ndani, aliona kitanda cha zamani kilichokuwa kimevunjika, kabati lililoanguka upande mmoja, na kiti cha mbao kilichokuwa kimeinama. Juu ya meza ndogo karibu na kitanda, aliona kitabu kikubwa chenye jalada jeusi. Alikaribia meza na kuchukua kitabu. Kilikuwa kizito na kimejaa vumbi. Alipopuliza vumbi, aliweza kuona maandishi yaliyokuwa yameandikwa kwa mkono kwenye jalada. Dnevnik, dayari kwa Kirusi. Kito hakuweza kusoma Kirusi. Alifungua kitabu kwa bahati nasibu, na kurasa zilianza kulegea. Zilikuwa zimejaa maandishi madogo madogo na michoro ya ajabu. Baadhi ya michoro ilionyesha nyumba hiyo, lakini kwa hali tofauti, ikiwa imezungukwa na watu wengi na inaonekana hai. Michoro mingine ilikuwa ya alama ambazo Kito hakuweza kuzitambua. Akiwa anapekua kurasa, aligundua picha iliyokuwa imefichwa kati ya kurasa mbili. Ilikuwa picha ya mwanamke mrembo mwenye macho ya huzuni. Nyuma ya picha kulikuwa na maandishi machache kwa lugha ambayo Kito hakuijua. Ghafla, alisikia mlango wa chumba kingine ukifunguliwa kwa ghafla. Alistuka na kuangusha kitabu sakafuni. Aligeuka haraka, akiwa na tochi yake tayari, lakini hakuona mtu. Ukimya ulikuwa umetanda tena, lakini sasa ulikuwa umejaa hisia ya uwepo wa mtu mwingine karibu. Moyo wa Kito ulianza kudunda kwa kasi. Alihisi kuwa amegundua kitu muhimu, lakini pia alikuwa ameingia kwenye hatari kubwa. Alikuwa peke yake kwenye ghorofa ya juu ya nyumba iliyolaaniwa, na kulikuwa na kitu kingine huko pamoja naye. Kito alisimama tuli kwa muda, akisikiliza kwa makini. Ukimya ulikuwa umejaa tena, lakini haukuwa ukimya wa kawaida. Ulikuwa ni ukimya mzito, uliokuwa unasubiri kuvunjwa na kitu kibaya. Taratibu, alianza kurudi nyuma kuelekea kwenye ngazi, akitaka kushuka haraka iwezekanavyo. Lakini kabla hajafika kwenye ngazi, alisikia sauti nyingine. Ilikuwa ni sauti ya kulia, dhaifu na ya kusikitisha, kama mtoto mdogo aliyepotea. Sauti ilitoka kwenye chumba alichokuwa ametoka. Udadisi wake, licha ya hofu, ulimfanya asimame tena. Alishika tochi yake kwa nguvu na kurudi kwenye mlango wa chumba. Alisimama kwenye mlango na kusikiliza. Sauti ya kulia ilikuwa imepotea, lakini sasa alisikia wimbo mdogo, ukiimbwa kwa sauti ya chini na ya huzuni. Akiogopa lakini akiwa na hamu ya kujua, Kito aliingia tena kwenye chumba. Mwanga wa tochi yake ulicheza kwenye kuta tupu. Hakuona mtu, lakini wimbo uliendelea, ukitoka kama kutoka kwenye hewa yenyewe. Ghafla mlango ulio nyuma yake uligonga kwa nguvu, ukafungwa kwa kishindo kikubwa. Kito aligeuka haraka, na tochi yake ikaangazia mlango uliokuwa umefungwa. Alijaribu kuufungua, lakini ulikuwa umeganda, kama umefungwa kwa nguvu isiyoonekana. Hofu halisi ilianza kumshika. Alikuwa amefungiwa ndani ya chumba hicho, na alikuwa peke yake na sauti ya ajabu na hisia ya kuwepo kwa kitu kibaya. Kisha, alianza kuona vivuli vikisonga kwenye kuta. Havikuwa vivuli vyake mwenyewe. Vilikuwa na maumbo ya ajabu, vikiwa vinacheza na kupotea haraka. Alihisi kama kuna macho mengi yanamtazama kutoka kwenye giza. Sauti ya wimbo ilianza kuwa kubwa na ya kusikitisha zaidi, ikijaza chumba chote. Kito aliziba masikio yake kwa mikono yake miwili, akijaribu kuzima sauti hiyo iliyokuwa inamuingia hadi kwenye mfumo wake wote. Na kisha, aliona kitu kingine. Kwenye kona ya chumba, kivuli kilianza kuchukua umbo.
Kilikuwa ni umbo la mtu mrefu na mwembamba, kikiwa kimefunikwa na giza tupu. Taratibu, umbo hilo lilianza kusonga kuelekea kwake. Kito alijua kuwa alikuwa amekutana na kitu ambacho hakupaswa kukutana nacho. Siri ya bonde la kivuli ilikuwa hai na ilikuwa inakuja kumchukua. Hofu ilimzidi nguvu, lakini akili ya Kito ilifanya kazi haraka. Alijua hawezi kukaa pale na kusubiri kiumbe hicho kimfikie. Alikumbuka dirisha lililovunjika ambalo mwanga wa mwezi ulikuwa unaingia. Lilikuwa dogo, lakini labda angeweza kulitumia kutoroka. Alirudi nyuma haraka, akiepuka umbo jeusi ambalo lilikuwa linasonga polepole kuelekea kwake. Alikimbilia kwenye dirisha na kuanza kujaribu kulifungua zaidi. Lilikuwa limekwama, limejaa vumbi na kutu. Alitumia nguvu zake zote kulisukuma na hatimaye lilitoa mlio wa kusikitisha na kufunguka kidogo. Lilikuwa dogo sana, lakini kwa kujikaza, Kito alijua angeweza kulazimisha mwili wake kupita. Alijivuta juu na kuanza kujaribu kupenya kwenye tundu hilo. Kiumbe hicho kilikuwa kinakaribia, kikitoa sauti ya kusisimua ambayo ilimfanya damu igande kwenye mishipa yake. Akiwa amebaki nusu nje na nusu ndani, Kito alihisi mkono baridi ukimshika mguu. Alipiga kelele kwa hofu na kujitahidi kujivuta zaidi. Alisikia nguvu ya mkono ikiongezeka, ikijaribu kumvuta nyuma kwenye giza. Kwa nguvu zake zote zilizobaki, Kito alijivuta na hatimaye akaanguka nje, akitua kwa nguvu kwenye nyasi zilizokuwa zimejaa unyevu chini. Alisimama haraka na kuanza kukimbia bila kuangalia nyuma. Alisikia sauti ya kiumbe hicho ikilia kwa hasira nyuma yake, lakini hakusimama. Alikimbia kupitia bonde lote, akipitia miti na ukungu, hadi alipoanza kuona mwanga hafifu wa alfajiri ukichomoza juu ya milima. Alipoanza kupanda tena kuelekea kijijini, alihisi nguvu zikimwishia. Hatimaye aliweza kufika kijijini akiwa amechoka, amejaa matope na amejaa hofu. Alisimulia aliyoyakumbana nayo, lakini wengi walisita kumwamini. Walisema alikuwa ameota ndoto mbaya tu. Lakini Kito alijua alichokiona kilikuwa halisi. Alijua kuwa siri ya bonde la kivuli ilikuwa mbaya na ya kutisha. Na alipokuwa amelala usiku huo, alisikia tena wimbo dhaifu ukija kutoka mbali, ukimkumbusha kuwa hakuweza kamwe kuisahau nyumba ile kwenye bonde la kivuli. Na labda siku moja siri yake itamrudisha tena kwenye giza.